Haleluya. Kwa hivyo ningelipenda tumalizie huu ujumbe hii topic ya kuangalia kana kwamba bado kanisa ama sisi mapasta ama manabii ama maevangelist ama mabishop bado tunaendelea kutoa unabii kwa sababu ya uongozi wa kiserikali ama serikali ya kidunia. Na kwa hivyo jana tukafika mahali ambapo tuliona ya kwamba Mungu alitumia manabii wa Agano la Kale nyakati zile ili kutoa ufalme kutoka kwa ukoo ama kutoka kwa jamii moja kwenda kwa jamii nyingine. Na wafalme walipo sasa anza kuwa ni mfumo wa kuridhiana, huyu akitoka anaridhiwa na mtoto wake, ikawa sasa ni ufalme wa kuridhiana. Manabii hawakutumika tena kwa sababu system ilijiweka ya kwamba sasa ni mtoto wa huyu ndiye atakayekuwa anachukua baada ya huyu. Kile kilibaki tu ni Mungu kutumia manabii kuonya wafalme wale ambao walikuwa wanarithi ufalme kutoka kwa jamii zao. Kwa hivyo tangu Yehu, kwa sababu hakuna nabii mwingine alitumika kutabiri ni nani atakayechukua uongozi, hakukutumika tena. Na ujue Yehu, kati ya Yehu na Yesu Kristo ni miaka 800. Kwa hivyo hata kabla Yesu kuzaliwa miaka 800 hakuna nabii yeyote alitabiri tena kuhusu ni nani atakayekuwa mfalme. Lakini wafalme walibaki wakionya, manabii walibaki wakionya wafalme dhidi ya kutoka kwenye wema wa Bwana wanapoendelea kutumikia nchi zao. Na kwa hivyo wakati Yesu Kristo alizaliwa, mabadiliko kamili sasa yakaingia. Ni kwa sababu kanisa sasa likaondolewa kwenye kutumika kiufalme wa duniani. Kwa hivyo Yesu Kristo akaja sasa akiwa mfalme wa kiungu. Kwa hivyo mambo yale ambayo Mungu angelipenda kutumia wafalme wa kidunia, akaja sasa ufalme ukaletwa kanisani. Na kwa hivyo hatuhusiki tena Wakristo moja kwa moja kwa njia ya kutoa unabii kwenye viongozi tena ama kwenye wafalme tena, licha ya kwamba ufalme ulifanyika kama umefika ukomo. Wamebaki wachache sana hapa duniani ambao uongozi wa kifalme unaendelea, ni wachache sana. Na hata wale ambao wamebakisha uongozi wa kifalme bado wako na uongozi wa kidemokrasia, wanaunganisha na kifalme. Hata ukienda Uingereza kuko na queen ama king na tawara, lakini ndani yao bado kuna mfumo wa bunge, kuna mfumo wa prime minister bado anatawala ili demokrasia ya wananchi itumike. Kwa hivyo wakati tuliingia kwenye mfumo wa demokrasia katika sasa dunia, ikawa watu wanatumia kupiga kura zao ili kuchagua kiongozi. Na tunapokuja katika kupiga kura, Biblia inasema ya kwamba kwenye kitabu cha Mithali 8 na mstari wake wa 18, tunapoingia katika kupiga kura sasa, Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali, sababu ni vyema sana kuenenda na maandiko ili tusiweze kukwaza mtu ama kukozesha watu wakati ambapo tunaendelea kufafanua hili jambo. Ni kwa sababu limeendelea sana katika nchi yetu. Kwa hivyo watu wengi wanadhani ya kwamba bado wanaweza toa unabii kwa sababu ya viongozi. Tutakuja kuona kazi ya kanisa sasa kwa viongozi ni gani, manake sio kuwatolea unabii. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 18 katika Mithali 18, kura hukomesha mashindano, hukata maneno ya wakuu. Kwa hivyo wakati wakuu wawili ama watatu ama wanne wanapo sasa lete mashindano, washindane kwa sera, washindane kwa maendeleo,
washindane vile watafanya, washindane vile watatuongoza. Sasa na sisi mpaka kanisa hapo, manake tungali tuko duniani, hatujaenda mbinguni. Mpaka kanisa hapo sasa tunaingia na kula zetu ili kukomesha haya mashindano. Tunaingia tunapiga kula zetu, na tukishapiga kula zetu Mungu anaingilia hapo. Ndiyo manake maandiko inasema kwenye kitabu cha Warumi, na kwanga katika Warumi 13 mstari wake wa kwanza. Warumi 13 mstari wake wa kwanza, Biblia inasema kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Kwa hivyo nyinyi, wakati wanaendelea na mashindano yao, lazima mpaka wa Kristo, hata kama umejazwa na roho kiasi gani, sikiza vile wanatoa maoni yao, sikiza vile wanaongea, soma manifesto yao. Wakati unaenda kupiga kura, kuwa umesoma manifesto yao, wasikize vizuri, manake Biblia imesema wakishashauriwa hivi, Mungu anaingilia hapo. Anasema mpaka hapo hii serikali, mpaka hapo muipee heshima, muitii, manake sasa hakuna serikali inaweza pita bila mamlaka ya Mungu. Kwa hivyo mpendwa, kuna watu wanasema kwamba wamejazwa roho. Roho ujazwe na usikize vile wanaongea. Ukienda kupiga kura, upige kwa makini sana, manake yule atakayepita, upende usipende, lazima mpatie heshima. Kwa hivyo kazi ya kanisa ni kumake sure, kazi ya pastor ni kumake sure washirika pia wanasikiza hawa watu vizuri, wanasikiza vile hawa watu wanaongea, bila kuangalia unapewa nini, lakini sikiza mtu anaongea aje, sikiza maoni yake, manake akishachaguliwa, Biblia inatuambia mpaka hapo ni hivyo, Mungu anaingilia hapo. Kwa hivyo ni vyema sana, tulikuwa tunaangalia kana kwamba tutawatolea unabii ama tutaingia kwenye kupiga kura. Tunaingia kupiga kura. Kwa hivyo wafalme wote ambao walikuwa wanachaguliwa kwa njia ya unabii, hakukuwa kunapigwa kura tena. Lakini so long as kumeingia kura, na inaitwa sasa ni mfumo wa demokrasia, tunatumia kupiga kura. Tangu kuja kwa Yesu Kristo, kanisa likawa sasa halitumiki tena katika kutabiri. Ni kwa sababu Yesu Kristo sasa ndiye mfalme wetu sisi, na sisi tunafanyika ukoo wa kifalme. Na ndio manake maandiko inasema kwamba kanisa sasa ndio ukoo wa kifalme. Biblia inasema kwenye kitabu cha Petro, katika kitabu cha Petro wa kwanza, katika kitabu cha Petro wa kwanza 2, Petro wa kwanza 2 mstari wake wa 9. Petro wa kwanza 2, waraka wa Petro wa kwanza 2 mstari wake wa 9, Biblia inasema mbali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani kuingia katika nuru yake ya ajabu. Kwa hivyo kanisa ndiyo sasa imefanyika kuwa jamii ya kifalme kwa Agano Jipya. Kwa hivyo manabii wakatoka sasa kutabilia watu wa mataifa ama dunia, wakaja kulete sasa unabii ukaja kanisani, kwa sababu jamii ya kifalme sasa iko ndani ya kanisa. Ndio maana maandiko pia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo, ni Ufunuo 1 mstari wake wa 5, Ufunuo 1 mstari wa 5 na wa 6, Biblia inasema tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake.
utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Kwa hivyo kanisa kwa Agano Jipya ndiyo jamii ya kifalme. Unasikia kutabiri, unasikia kutoa unabii, toa unabii kanisani. Ndiyo jamii ya kifalme. Na ili kwa sababu ninajua nilisema ya kwamba tumeshasoma sana na watu mara nyingi hutafuta sana mambo ya kupinga, na ni mzuri. Ndio maana nawaambianga ninajua unajua, mimi nimekuja tu kukukumbusha. Maandiko inasema kwenye kitabu tu cha Ufunuo 5 mstari wake wa 9 na wa 10, Biblia inasema ya kwamba mstari wa 9, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa hivyo tumeshanunuliwa na damu ya Yesu Kristo kwenye Agano Jipya. Sisi kama kanisa tukafanyika sasa jamii ya kifalme. Kwa hivyo ikabaki sasa manabii wametoa unabii kutoka kutabiria viongozi, kutoka kutabiria wafalme, wakaambiwa sasa, ama kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wakalete unabii kanisani. Ndio manake sasa Paulo anasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14 mstari wake wa 3, Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 3, anasema ya kwamba mstari wake wa 3, Wakorintho wa kwanza, bali yeye ahutubuye, yeye atoaye unabii, yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Kwa hivyo unabii kwa Agano Jipya ni wa kulijenga kanisa la Kristo Yesu na kuwatia nguvu na kuwafariji. Kwa hivyo wakati watu wanasikia huzuni ni nyingi, kazi ya nabii ni kutoa unabii wa kuwafariji, ni kutoa unabii wa kulijenga kanisa na sio kulibomoa. Mambo ya giza ninaona sijui nafanya. Kwenye Agano Jipya kazi ya nabii sio kutisha kanisa, sio kuambia naona kifo cha watu 5 hapa. Hapana, ni kulijenga kanisa, kusema kujenga imani yao, kusema ya kwamba kuwafariji, sio kuwatia hofu. Kwa hivyo nyakati hizi kuna unabii unatolewa, unawacha watu wote kanisa mzima ati ni hofu. Watu waliingia na furaha kanisani, wanatoka na huzuni, wanasikia wanaenda kufa, ama sio hivyo, sijui wafanye nini, wasikufe, sijui watoe dhabihu, wasikufe. Agano Jipya, unabii wa Agano Jipya ni unabii ambao unaeleweka vizuri sana, unabii ambao tunaweza tukaupima na Biblia na maandiko. Kwa hivyo unabii wote ambao unatolewa kwa Agano Jipya lazima tuwekelee kwenye mizani ya maandiko. Na kwa hivyo ni vyema sana kujua nayo pia kazi ya kanisa kwenye viongozi. Tukasema jambo la kwanza ni kutii na kufundisha kanisa habari ya kutii viongozi wote. Viongozi wote. Na nimesema viongozi wote. Hakuna mtumishi wa Mungu anafaa kusimama kwenye pulpit atusi either wewe ni wa kiserikali ama wewe unaunga mkono, kwa sababu mtu ako na moyo, mtu ako na mawazo yake. Huenda unaonelea upande wa mtu mwingine na mwingine anaona pande hii. Usisimame kwenye pulpit ukatusi kiongozi yoyote yule. Ni kwa sababu kazi ya kanisa kwenye viongozi ni gani? Kazi ya kanisa kwenye viongozi ni kuwaombea kwanza. Paulo akamwambia Timotheo kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza, Timotheo wa kwanza 2 mstari wake wa kwanza, ama mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, inasema ya kwamba katika Timotheo wa kwanza 2 mstari wake wa kwanza inasema, Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa amri ya Mungu mwokozi wetu Yesu Kristo taraja letu, kwa Timotheo mwanangu, hasa katika imani, neema na iwe kwako na rehema
na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Kama nilivyokusihi ukae Efeso nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili uwakataze wengine wasifundishe elimu nyingine. Timotheo wa pili basi mstari wa kwanza inasema hivi. Tuanze mstari wa 3. Namshukuru Mungu ni mwabudu ndiye kwa kadri safi tangu zamani za wazee wangu, na kama vile ni kumwabudu nikukumbukavyo wewe daima katika kuomba kwangu siku zote, ama siku za ujana. Kwa hivyo ni vyema sana kutazamia maandiko vizuri, kuona ya kwamba kazi ya kanisa ni kuiombea ama ni kuombea viongozi. Kwa hivyo ni vyema tuzingatie kuombea viongozi ili tusije tukawakwaza, na tungewahitaji sana wawe wakija makanisani. Kwa hivyo wakati tunawarushia maneno, wakati tunawatusi, ni kusema hawawezi kubali kusikia habari ya kanisa. Na pia kazi nyingine ya kanisa ni kuhubiri neno kwa viongozi. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wake wa 7, Paulo alifika mahali akaitwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Sergio Paulo, mtu ambaye alikuwa mkuu sana katika serikali ya Warumi, ili Paulo aende amhubirie wakiwa na Barnaba. Kwa hivyo wakafika pale, ingawaje kulikuwa na upinzani mwingi, lakini Paulo na Barnaba walihubiria Sergio Paulo, mtu ambaye alikuwa mkubwa sana, na akamkubali Yesu Kristo. Hiyo ndiyo kazi ya kanisa. Na kwa hivyo kazi ya kanisa ni kuwahubiria viongozi, kuwafanya wawe wa Kristo, kuwafanya wampende Kristo. Kwa hivyo tunapoendelea, tukienda kutamatisha, tazidi kuangalia kazi ya kanisa kabisa ni gani, ili tusije tukafanya kanisa lidharauliwe, kwa sababu mahali tumefika kudharauliwa na viongozi na kudharauliwa na watu wale ambao hawajaokoka. Wakati wanaona ya kwamba tumesimama kwenye pulpit, kazi yetu ni kutusiana tu, kazi yetu ni kutengeneza ujumbe ambazo zitatusi viongozi wa mlengo huu, wanatusi viongozi wa mlengo huu. Makanisa yale yanaegemea mlengo huu yanatusi, yanaruhusu viongozi na upande huu mwingine na wao watusiwe kanisani. Hiyo haikuwa kazi ya kanisa.